hii. Amen. Amen. Nimejawa furaha. I'm full of happiness moyoni mwangu. In my heart. Kwa ajili ya nafasi ambayo Mungu ametufanyia. For the opportunity that our Lord has granted unto us. Mungu apate kubariki kundi la kuabudu. God to bless the praise and worship team. Ambao wameabudu Mungu kwa moyo wao wote. Who have praised their Lord from their heart. Ni nafasi ya ajabu. It's a fantastic opportunity ambao Mungu ametufanyia wewe pamoja nami. That the Lord has done it for me and you. Nataka tuanze ibada hii kwa njia ya kushukuru na kuomba Mungu. I want us to start this sermon through prayers. Niposa nataka nimwalike mchungaji wetu. I want to usher in the servant of God. Ili akuje atuanzishie mkutano kwa njia ya maombi. So that he can open this sermon through prayers. Mungu akubariki mjakazi wa Mungu. God bless you the servant of God. Njoo upate kuanzisha mkutano kwa maombi. Come so that you can open this sermon through prayers. Amen. Amen. Wala Munyasaye. Tuomba Mungu. Wadu wachako chokro kumale. Tunataka kuanza mkutano utakatifu. Jina lako lipate utukufu Baba takatifu. Jioni huu Baba, tumekuja mbele za macho yako. Waitwe Yesu muujiza. Vile haviwezekana na maarifa ya binadamu, vyawezekana kwako. Kwa uga huu wa jioni, twakuita Baba takatifu, twakuita kiongozi. Vyote unavyofanya, muujiza unazozifanya, tunatamani kukuona jioni ukitenda mema Baba takatifu. Iwe yule aliye na maradhi atakayefika kwenye hili uga, yule aliye na mahitaji atakayefika kwenye hili uga, iwe muujiza Baba takatifu. Tuone uwezo wa mkono wako. Tukianza neno lako, uzingire hii uga na damu lako iliyotirika msalabani. Ufanye tuone muujiza wa mkono wako. Moyo wetu umetukuza kwa makuu unazotenda. Upate shukrani Mungu, katika jina la Yesu Mwokozi. Amen. Amen. Moyo wangu wamshukuru Mwenyezi Mungu aliyetusanya katika uga huu eneo la Riverbank jioni. Ningeomba sehemu yoyote ulipo tusalamiane hewani tena. Bwana Yesu asifiwe. Ni furaha ya ajabu ambayo imetujaa. Maana Mungu wetu ametusanya katika eneo hili la Riverbank. Bwana anataka azungumze nasi. Yoyote yule, sehemu yoyote ulipo, hata ukiwa nyumbani kwako, ama ukiwa katika biashara, tunakukaribisha njoo uingie mkutanoni. Tunakukaribisha uungane nasi katika mkutano. Moyo wako unastahili kugundua sababu ya mkutano huu kuja katika eneo hili la Riverbank. Sababu maalum ambayo eneo hii imekuwa na mkutano. Kunao yule ambao neno hili linamtafuta. Kunao yule ambao neno la Mungu linamtafuta. Ni kwa nini neno la Mungu limtafute mtu? Neno la Mungu lamtafuta mtu ambaye anasumbuliwa na neno fulani. Neno la Mungu latafuta mtu ambaye anasumbuliwa na maradhi ya ugonjwa. Neno la Mungu lahitaji yule ambaye anasumbuliwa na neno ambalo ni gumu. Ndiposa vifaza sauti zimewekwa kwa uwanja jioni. Sauti hii imekuja hapa kwa ajili yako. Sauti inahitaji mwenye kusaidia jioni ya sasa. Nasema neno la Mungu ni lazima. Kwa nini niseme neno la Mungu ni lazima? Andiko lasema hivi: mababu pamoja na mababa
hai. Wakati wamekosekana watoto, ndio meno yao inapata kuoza. Ni nini kiini cha neno hilo? Inamaanisha kuna deni ambalo mtu anaweza kudaiwa, deni ambalo yeye mwenyewe hakulichukua. Kweli wengi wetu twalipa deni ambao sisi hatukukopa. Pengine ni babu yake ndio alikopa deni, lakini leo hayupo. Baba yake aliyemtendea unyama mtu mwingine leo hayuko. Lakini yale mioyo yana lazima deni hilo lipate kulipwa. Maneno haya yamefanya maneno yakaingia watu hawajui kiini walikotoka. Wengi wanalipa geni ambao hawajui kiini chao kilichotoka. Lakini hilo ndilo neno la msingi ambalo mtu anastahili kugundua, neno la Mungu. Maana mtu anapogundua neno la Mungu, akigundua wokovu ambao Yesu aliuleta, hata kama mioyo yamekuja ulipe deni ambao hukukopa, lakini neno la Mungu litawazuia, huwezi kulipa deni hilo. Ndiyo sababu uliko sehemu yoyote jioni hii, mpenzi wa Mungu, inastahili ukagundue kile kizuri kimetembea katika nchi hii ya Riverbank. Kizuri hiki ambacho kimekuja kwa ajili yako. Kizuri hiki kimekuja kutafuta mmoja. Leo pengine ukadhani ulimwengu kuna mazuri, na ukadhani kuwa maneno yu shwari, lakini kunao kile ambacho kinaitwa upepo wa madhoruba wa kubadilisha mwenendo. Mtu anaweza kadhani maneno ni mazuri, hata kama neno la Mungu lazungumziwa, hana shaka maishani. Yesu alisema kuhusu tumati waliokuwa katikati ya bahari. Ndiko anasema walipokuwa wanasafiri mtoni ama baharini kulikuwa mazuri, lakini walivyoendelea kusafiri, ghafla dhoruba ikabadili mwenendo, ikabadilisha mienendo yao. Sehemu walikostahili kwenda hawange kufika pale. Ule upepo ungewatangamiza, hawangefika mahali wanaenda. Najaribu kufafanua nini watu wa Riverbank. Leo pengine ukadhani upepo unakuelekeza vizuri, lakini ghafla pengine kesho upepo ukabadili mwenendo. Upepo ungestahili kubadilika kama kila mmoja yuko ndani ya Yesu mwana wa Mungu. Yesu ndiye alijisifu mwenyewe, njooni kwangu mliochoka na kujibebesha mizigo mazito, ili nikawapumzishe. Mzigo gani ambao Yesu alikuwa anahitaji? Neno hilo ambalo linakusumbua moyo wako, hilo ambalo linakukosesha usingizi, hata unapolala katikati ya usiku, ghafla unajishtua usiku wa manane, na neno hilo ambalo linakuingia mawazoni kwanza, hilo kinachokusumbua, ndio sababu Yesu anahitaji. Ndio sababu vipaza sauti vimewekwa uwanjani leo. Kama neno la Mungu lahitaji yule wa kumneemesha na kumfanyia neema, kunao neema ambao mtu anaweza kutendewa, hata anapoona shetani pengine anakulemea kwa njia fulani, hata ingawaje anakulemeza, laiti ungelipokea Yesu mwana wa Mungu, hata
anahisi kuna neno linamsumbua moyoni mwake, ama pengine ni ugonjwa fulani, ama pengine ni maneno mazito anashindwa ushauri moyoni mwake, ninakukumbusha jioni, mpendo wa Mungu, hata ukiwa nyumbani kwako ama uko kwenye biashara yako, ungeligundua uzito ambao uko nayo. Ndiyo sababu vipaza sauti viko uwanjani. Wewe ndiyo neno la Mungu la kuhitaji. Andiko lasema hivi, sehemu yoyote neno la Mungu lilitembelea, neno la Mungu lilitenda mema. Hata jioni ya sasa neno la Mungu limetembelea eneo la Riverbank, atatenda mema kwa mtu fulani. Kile ambacho tungelipokea, tungepata mtu mwenye mahitaji, tungepata mtu anayeona kuna neno limekwama naye, na akaanza mazungumzo moyoni mwake, kumbe mimi ndiyo sababu mkutano umenikujia, ninafurahishwa mno. Wakati Bonke mwinjilisi alikuwa anakuja katika nchi hii ya Kenya, ama wakati Seruro alifika Kenya, umati mkubwa ulikuwa na matayarisho wakiwa na shida zao. Moyo ya matayarisho iliwafikisha kwa mahitaji ya moyo wao. Wewe pia moyo wako ungelisema neno fulani, kuwa neno la Mungu limekuja kwa ajili yangu, mimi ndiyo neno la Mungu limekuja kunisaidia. Sauti hii kwenye uwanja, moyoni ungesema neno la Mungu linanihitaji mimi. Imani hiyo ambayo ungesema nao neno la Mungu la kuhitaji, utaona ukuu na uwezo wa neno la Mungu. Neno la Mungu halitembei pasina sababu. Wakati anatembea afike uwanjani alivyofanya, kunao sababu ya neno la Mungu. Ama pengine waona ulimwengu wa kuendea vizuri, unastahili kugundua pengine kesho upepo ukabadili mwenendo. Mitume waliokuwa baharini wakisafiri, walisafiri wakiwa na amani, lakini ghafla kukawa na mabadiliko ya upepo. Mtu mwenye hekima angestahili kugundua hali ya anga ina tofauti. Wakati utagundua kuna tofauti katika hali ya anga, moyoni pengine utakimbilia kutafuta neno la Mungu. Upepo ama anga libadilike ukiwa ndani ya neno la Mungu. Niposa sauti hii inaita kila mmoja jioni ya leo. Usaidizi tayari umewasili. Niposa Bwana ametuma wajakazi wake eneo hili, ambao watazungumza nasi katika jioni nafasi hii. Pengine sehemu uliko, ingawaje uko mbali kiasi gani, chukua nafasi usongee karibu. Moyo wako ukumbuke kuwa neno la Mungu la kuhitaji wewe. Hilo neno limempanda mhubiri Alex Mwana wa Maziga, aliyetoka sehemu za Suba. Atanena nasi jioni ya leo, ili tuone uwezo na nguvu ya Mungu. Sehemu uliko, hebu nyosha mikono juu, tukaribishe mjakazi wa Mungu. Jina lako liinuliwe mtakatifu. Asante Baba mwema, umetembelea eneo la Riverbank. Sehemu yoyote ulikozuru, Bwana ulitenda mema.
karibu.